Sura ya pili. Nguvu ya binti. Binti ana nguvu kubwa ya kiroho ukilinganisha kati ya mwanamke na mwanaume. Mwanamke ana nguvu sana ya kiroho pale anaposimama katika nafasi yake, na ana uwezo wa kuamini haraka sana, tofauti na mwanaume kwenye mambo ya rohoni. Jinsia ya kike hupata mguso kwa haraka wakiwa uweponi mwa Mungu, na ndio unakuta wengi wanadondoka, wengine wanalia na kujiachia mbele za Mungu ukilinganisha na wanaume. Pia mwanamke ana uwezo mkubwa sana wa kiroho wa kuwasaidia watoto wake wakue katika njia zinazofaa katika maadili ya kiungu na kiroho pia. Nguvu ya ushawishi. Binti anaweza kushawishi kuliko mvulana. Kwa namna Mungu alivyomuumba mwanamke, ameweka ndani yake hali ya kushawishi hata kama hajasema chochote, kwa vile yuko pale anavuta hali fulani ya kuhurumiwa na kuhitaji msaada hata kama hajamuomba mtu yoyote msaada, lakini kwa namna alivyo anashawishi kupewa msaada. Nakumbuka kuna siku nilikuwa nasafiri kwa gari. Kuna binti akawa analia na kuhangaika kwamba amepoteza simu. Ghafla akasimama mbaba mmoja akasema, "Naomba tumchangie huyu dada hela akanunue simu nyingine." Ndani ya dakika chache yule dada alipata fedha nyingi kutoka kwa akina baba waliokuwa kwenye lile basi. Nikawa ninawaza, hivi mfano ni kaka amepoteza simu yake kwenye basi, je, kuna yeyote angejishughulisha kweli? Naamini jibu lilonalo ni hapana. Pale ambapo mwanaume alikuwa anaona hamna tumaini, mwanamke analeta tumaini. Wanawake wengi sana wameleta mabadiliko katika familia zao kwa mfumo wa maendeleo. Wengi wamefanyika msaada kwa kuwashawishi waume zao, na waume zao wakashawishika na kufanyia kazi yale walioshauriwa. Tunamkumbuka mwanamke wa Shunami katika Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 9 mpaka wa 10. Alimshawishi mumewe wamjengee mtumishi wa Mungu Elisha chumba, na matokeo yake ikawa baraka kubwa kwao ya kupata moto. Pia tunaona katika Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 15, mwanamke aliyeitwa Lydia baada ya kusikia injili iliyohubiriwa na Paulo aliamini, hivyo na kusababisha familia yake kuamini na wote wakabatizwa. Binti ana nguvu ya maamuzi, na wakati mwingine maamuzi ya haraka. Nguvu ya maamuzi ni ya kuheshimiwa kuliko vitu vingine, na mtu asiye na maamuzi ni mtu asiyejitambua na asiyejua nafasi yake katika maisha yake na kwa sababu gani ameumbwa na Mungu. Binti amepewa nafasi kubwa ya kuamua, na ndio sababu hata kijana akija kwako na kukuambia anakupenda, anamwambia nipe muda nikalifikirie jambo hili, na kijana anakuacha, hamlazimishi, akubali kuna muda ule ule, kwa sababu maamuzi binafsi ya mtu na hahitaji kulazimishwa. Kinachotukumba mabinti wengi ni kufanya maamuzi ya haraka na yanayohusisha hisia zaidi kuliko Mungu na akili, bila kufikiria sana, na yenye madhara makubwa sana baadaye. Ni muhimu kujua kuwa sio kila kaka anayekutaka kuwa na uhusiano na wewe ni wa kumwambia ndio, na sio kila kaka ni wa kumwambia hapana. Kuna wa kuwaambia subiri pia. Sasa kwa sababu ya kutokufikiri, kuchunguza na kumwomba Mungu, anakuta anafanya maamuzi ya haraka ya kusema ndio, na baadaye sana anakuja kugundua malengo yake kwenye mahusiano hayapo kama alivyodhania. Anajikuta anaumia kimahusiano. Hivyo kama binti unapaswa kumshirikisha Mungu katika kila hatua kabla ya kufanya maamuzi yoyote katika maisha, haswa ya kimahusiano. Binti aweza kufanya mambo makubwa mbele za watu. Ndani ya mwanamke kuna nguvu na uwezo wa kufanya mambo makubwa, ikiwepo kujishughulisha ili kuongeza kipato cha familia na kumtumikia Mungu. Tunamwona Debora, alikuwa nabii mwanamke, na katika nyakati hizo ilikuwa vigumu sana kwa mwanamke. Usiogope kufanya vitu vikubwa kwa kukitumia kipawa cha Mungu alichoweka ndani yako.
kwa kujikosoa kuwa hakuna mwanamke aliyewahi kufanya hicho kitu. Wewe ndio wa kwanza. Hamna mwanaume anatarajia kila siku binti amtegemee afanye kwa ajili yako. Jishughulishe. Mungu amekupatia hiyo nguvu ndani yako kama ulikuwa haujatambua hili. Tunaona kwenye Biblia Luka sura ya 8 mstari wa 2 mpaka wa 3 wanatajwa wanawake kina Mariamu Magdalena, Suzana kuwa kati ya wanawake waliokuwa wakitumikia katika huduma ya Yesu kwa fedha zao. Pia tunaona Biblia katika Matendo ya Mitume ikawataja wanawake kama kina Lydia na Dorcas kama wanawake wafanyabiashara. Pia yule mwanamke Mshunami katika kitabu cha Wafalme. Mithali 31 inaeleza wazi kuwa mwanamke kujituma ni swala la kibibilia na ili kuwa na kipato chake mwenyewe. Ndiyo maana mstari wa 16 anasema, huona shamba akalinunua kwa mapato yake na kupanda mizabibu. Mfahamu msichana. Huenda wewe ni msichana lakini kuna vitu huvijui kuhusu wewe ambavyo ni vya muhimu kuvijua na vitakusaidia katika maisha yako haya ukiwa bado binti na hata ukishaingia kwenye ndoa. Na ndiyo maana napenda ujue kuwa msichana ni mzuri. Msichana yeyote ni mzuri. Kama usijihukumu na kujikataa kwa kujiona wewe ni mbaya na kuikataa sura yako na kuanza kutumia kemikali ili ufanane na msichana mwingine. Naomba ujikubali kabisa, kwani wewe ni mzuri na wa thamani mbele za Mungu. Usijione kwa sababu wewe uzuri wako haujafikia kiwango cha fulani na kujiona wewe haupo kwenye chati ya wasichana warembo. Ngoja nikwambie kitu. Hakuna kaka atakaye kutongoza asikwambie wewe ni mzuri. Kwa sababu gani amekwambia wewe ni mzuri? Kwa sababu macho ya mtu ndiyo yanayotoa kipimo cha uzuri wa mtu. Kwa mantiki hiyo, basi uzuri wa mtu upo kwenye macho ya mtu anayemuona. The beauty is on the eyes of the beholder. Kuna mtu unaweza kumuona ni mzuri kwa macho yako, lakini kuna mwingine hauoni kabisa huo uzuri unaosifia, anaoona ni uzuri wa kawaida tu. Ila kuna mtu anaweza uona uzuri wako na akamwambia na mwingine pia akakiri kuwa wewe ni mzuri. Wewe ni mzuri kwa namna Mungu alivyokuumba. Haijalishi viungo vyako vya mwili vina mapungufu gani. Tambua kuwa umebeba kusudi la kiungo ndani yako, na Mungu anapokuona anauona uzuri aliouweka ndani yako kuliko vitu vya mwili ulivyo navyo. Msichana anavutia. Msichana unavutia kwa namna yoyote ile, uwe na umbo kubwa au dogo, unavutia sana machoni kwa mwanaume. Ukivaa nguo zinazobana au ukivaa nguo za heshima, lazima mvulana atavutiwa nawe. Utasikia akisema, huyu msichana ana heshima, au huyu dada anavaa kwa adabu na kadhalika. Kwa sababu kwa asili binti anavutia. Huenda binti mwenzako anakuona wa kawaida sana, lakini unapokuwa katikati ya wakaka unavutia sana, na wanakuwa wanapenda kukaa karibu na wewe au kuongea na wewe, na wakati mwingine wanakuwa wanapenda kusikia kutoka kwako kwa sababu wanavutiwa kukusikiliza na kukuona. Ni kama ua lililochanua na linalovuta wadudu wa aina mbalimbali kama nyuki, vipepeo na kadhalika. Wakati mwingine msichana kwa namna anavyokuwa amejiweka inamshawishi mkaka kutenda dhambi. Mfano, msichana amevaa nguo zinazobana sana, ataweza akawa ameshamvua nguo kabisa kiakili na kuzini naye na kumsababisha kuweka tamaa. Ndiyo maana Paulo akasema, amtazamaye mwanaume kwa tamaa amekwisha kuzini naye. Wakati mwingine hata kimwili kabisa, ukitofautisha na hii ya kiakili au mawazo, binti anaweza kumlazimisha mwanaume kuanguka kwenye dhambi kupitia mavazi, kauli na kadhalika. Msichana ana ushawishi. Msichana ana nguvu ya kushawishi. Unaweza kusema jambo likageuza mtazamo wa mwanaume na mwanaume akakubaliana naye. Tunamkumbuka Eva alimshawishi Adamu kula tunda, na tokea pale ukatokea anguko kubwa la mwanadamu. Kwa namna mwanamke alivyo anatia huruma na anaweza kufanya watu wanaomzunguka wamuone huruma. Katika Samueli wa pili sura ya 14 mstari wa 1 mpaka 23, tunaona Yoabu alimtafuta mwanamke mwenye akili
kutoka Tekoa akaseme na Mfalme Daudi ili kumshawishi kwa sura nyingine amsamee Absalomu mwanaye. Pia kuna maeneo msichana akiwepo, kuna baadhi ya vitu wakaka wanakuwa na hofu kuvifanya kwa sababu wanawaheshimu wadada. Msichana muda mwingi anaongozwa kwa hisia. Binti anaongozwa na hisia muda mwingi anapoambiwa na mvulana ninakupenda. Anakuwa na hisia hizo za kupendwa na anaongozwa na hisia. Anaweza kuhisi kitu na akaweka imani kwenye hicho anachohisi hata kama sio kweli, na kikaleta ugomvi baadaye na hata kujenga chuki na kupata majeraha ya nafsi ndani yake kwa sababu ya kuhisi vitu visivyo vya kweli. Hisia zina faida na hasara zake. Nikushauri tu, ukihisi kitu anza kukifanyia uchunguzi. Usikichukulie kama ndio hitimisho, kwani wakati mwingine huenda ni adui anakuletea hizo hisia ili muachane na huyo kijana kwa mambo yasiyo ya kweli. Katika ufahamu wako, jijengee fikra chanya wakati wote. Kitu kidogo kikitokea, usianze kufikiria mambo hasi, yatakuwa yanaumiza moyo wako kila mara. Anasukumwa kuvutiwa na maneno, hasa uongo, na anakubali au kuamini. Msichana anapenda kuambiwa maneno mazuri, hata kama anajua kile anachoambiwa na mwanaume ni uongo, lakini anakubaliana naye kabisa. Ndivyo jinsi alivyo. Lakini binti unaweza kabisa akaishinda hii hali. Unakuta kijana anaahidi kukuoa na unajua kabisa ana mahusiano na zaidi ya wasichana 3, wewe unakuwa 4, na anavyokudanganya kwa mwamvuli wa kukuoa unakubali wala humuulizi hao wengine nao utawaacha au kuwaoa. Pengine ni mume wa mtu anakutamani, anakuambia anakupenda na wewe unamkubalia kabisa, na unafahamu ana mke wake na anakudanganya kwa kukuahidi kukuoa na wewe unafurahia tu. Hii hali binti unaweza kuishinda kwa kusema ukweli bila kuogopa. Mwambie kabisa wewe una mke wako. Inakuwaje unanipenda mimi badala ya mke wako? Naomba uniache, rudi kwa mke wako. Hii itakusaidia kushinda hali ambayo ingeleta shida kwenye maisha yako ya baadaye. Nukuu, ni vizuri kuchunguza matendo yake kama yanafanana na maneno yake na kuchukua hatua mapema na kuacha kujifariji kuwa atabadilika au kumtetea kwa jinsi yoyote ile kwa ajili tu ya maneno yake mazuri na ya ushawishi. Anapenda kwa moyo. Msichana anapenda kwa moyo na mwanaume anapenda kwa hisia. Binti anapopenda anajiingiza kwenye mahusiano kwa kutumia moyo wake, na mioyo ya mabinti wengi inavuja damu kwa sababu imeumizwa sana na wakaka wengi na kuachwa na vidonda na makovu ya kudumu. Mabinti wanajikuta wakiichukia jinsia ya kiume kabisa kwa sababu waliwapa mioyo yao na baadaye wakaumizwa na kuachwa na mimba, wengine kutolewa bikra na wengine kufanyiwa vitendo vya kinyama kabisa ambavyo vimejeruhi mioyo yao kama kubakwa. Wengine wameachwa na wapenzi wao kwa mabinti wengine na nao wakishuhudia. Nikusii binti, unapojiingiza kwenye mahusiano, muombe Mungu akupe mahusiano yako uweze kufanya maamuzi sahihi na sio kutegemea maamuzi yanayoletwa na hisia zako. Anaamini haraka sana bila hata kufikiria. Msichana anapopewa taarifa zozote anaziamini haraka na huchukua maamuzi yasiyokuwa sahihi wakati mwingine, jambo ambalo sio sahihi. Binti unatakiwa uwe na fikra kwa kina kabla ya kuchukua maamuzi yoyote yale. Sio kila anayekuona huko kwenye mahusiano anafurahia namna mnavyopendana na mnavyowasiliana na rafiki au mchumba wako huyo. Wapo ambao watatafuta namna ya kuwatenganisha na kuwafanya msiwe pamoja. Tena watakutumia wewe binti kwa sababu unaamini haraka na utafanya maamuzi yasiyo sahihi ndani ya muda mchache na hamtakuwa na maelewano kati yenu na itachukua muda sana hadi mje kusuluhisha na kurudi katika hali yenu ya mwanzo. Napenda kukusaidia binti pale unapopata taarifa zozote ambazo hauna uhakika nazo. Chukua hatua ya kuchunguza na kuona kama zina ukweli ndani yake, na kama zina ukweli ndani yake, tafuta namna sahihi ya kuongea na huyo mchumba wako. Kama ni kujirekebisha, ufanye hivyo kwa upendo. Wakati mwingine mabinti wengi wamepoteza waume zao watarajiwa kwa kusikiliza ushauri mbaya, mambo ya kweli kutoka kwa watu ambao walikuwa wanaonea wivu na kujikuta wanaachana kwa mambo ya kusikia kwa watu. Hili ni la muhimu sana kulizingatia.
anapenda kupewa zawadi. Mwanamke anapenda kupewa zawadi mbalimbali, maana ndiyo furaha yake. Kila wakati atataka apewe vitu vya bure. Zawadi zimeponza wengi sana. Kumbuka kuwa hakuna kitu cha bure chini ya jua. Kila kitu kina sehemu yake ya kulipia. Kuwa makini sana na zawadi unazopewa na wanaume. Kuna zawadi nyingine mabinti wamekuwa wakipewa ambazo zilikuwa zina mambo ya kishirikina ndani yake, kwa madhumuni mbalimbali ikiwemo kutokwenda mbele daima. Wewe uwe mtu wa kupata shida katika eneo la mahusiano. Wengine wakiona kama wewe ni mtu wa rohoni, watakuletea zawadi kwa ajili ya kurudisha nyuma kiroho au kuua huduma yako kabisa. Hizo ndizo kazi za adui katika maisha yetu, ni kuiba, kuvunja, kuharibu na kuangamiza. Yohana sura 10:10. Anapopokea zawadi kutoka kwa kijana, ni kama mnajiunganisha na kuweka agano. Mnakuwa mmekubaliana kupitia zawadi hiyo. Na ndiyo maana kama mkija kuachana, unaweza kushangaa kila alichokupa kama zawadi kinaanza kupoteza uzuri wake, na vingine huwa vinaharibika, vingine vinapasuka, na vingine kufa kabisa kwa sababu ya agano lile kuvunjika. Binti, usipende zawadi. Using'ang'anie kupewa zawadi na usizipe zawadi kipaumbele katika mahusiano yako, na mahusiano yajengwe na upendo zaidi ya zawadi. Usipende kupewa zawadi kila mara, na wewe penda kutoa zawadi. Wapo wakaka wanaotoa zawadi kama mtego. Naweza kusema wamewekeza ili siku moja waje kuvuna wanachopanda kwako. Ni wakaka wachache sana wanatoa zawadi kuonyesha upendo. Wengi sana wanatoa zawadi kila mara ili siku atakapokuambia anataka kuzini na wewe usimkatalie, kwa sababu ameshakupatia vitu vingi sana na unaogopa usipompa hata kupatia tena vitu hivyo, au kukufanya umwamini kuwa ana upendo wa kweli, hivyo umkubaliki rahisi. Anapenda mtu anayekujali kila wakati. Anapenda kudeka. Binti anapenda kila wakati awe anabembelezwa. Anataka kijana wa watu aanze kuwasiliana naye na kumuuliza au kufuatilia mambo fulani kama yako sawa. Pale binti anapoona yupo na kijana na hafuatilii sana mambo yake, binti anaona kama huyu kijana hampendi. Na wakati mwingine kama akiwa anajaribu kuwasiliana na kijana, kuona kuwa hamjibu haraka au hapokei simu yake haraka, anaanza kuona kama kijana anamsaliti na yuko na msichana mwingine, jambo ambalo wakati mwingine si kweli. Binti, jitambue. Natambua kuwa maisha yamebadilika. Hata kama kijana anakupenda namna gani, hamtaweza kuwasiliana muda wote. Kuna muda wa kufanya majukumu mengine kwa ajili ya kujipatia kipato na kufanya mambo ya kimaendeleo. Malezi na makuzi yanatofautiana.